Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani wapenzi, wafanyakazi mnayotumika kazi nchi za Kiarabu, muwe makini wakati unapofika kwenye nyumba. Unajua nyumba imetoka kuanzia Mfilipina, Muindonesia, Bangladesh, Ethiopia, kabila tu zenye kutokea zisiyotokea Afrika. Sawa? Na kabila zisiyotokea Afrika. Ukiona hiyo sehemu kumetoka huyo mfanyakazi, uwe makini. Uwe makini na nini? Sehemu ya kulala. Hakikisha kwenye unalala, tandiko, chunguza tandiko. Lichunguze mwanzo kuanzia ndani. Liguseguse chunguza kinye kikwamo. Ingia kwenye msego wako. Chunguza msego. Hakikisha msego usilale kwenye msego huyo usiku wanakupa. Toa, waambie ndafua. Kama ni tandiko, lala kwenye tandiko, lakini hakikisha unalisakasaka. Na msego na usilale, toa utalifua, kisha lifua ulale. Hakikisha shuka wanakupa usijifunike, ufue. Umeshaona? Ufue kwanza. Iwe shuka ya kutandika kwa kujifunika, hakikisha unafua. Kuna vitu vingi mnakutanana navyo kwenye mnaenda sehemu ya kulala ila hamjielewi. Unasema Mwarabu ameniroga, kumbe umerogwa na mfanyakazi aliyotoka. Hao wafanyakazi wakati wanapotoka kwenye manyumba, unakutana mfanyakazi amekaa miaka 4, miaka 10, anatamani arudi na wala hatamani kutoka. Wakati anapokutoka, anaacha anajihifadhia. Kuna madawa wanaacha wanazindika hizo nyumba zao za Waarabu. Kama alitoka na hasira, atakumfanyia ule mama kitu kibaya. Atasema huyu mama alinifanyia kitu kibaya, acha na mimi nimkomeshe. Na mfanyakazi atapokuja akose amani, asipaikae. Ukishakosa amani, utakosa amani kwa vile venye alizindika kwenye kile chumba. Unasikia? Kama kisu, kwa mfano, kama kisu, kwa mfanyakazi unakamata kisu, unaingiza kwenye msego. Unahakikisha kwenye msego ulitia kisu, wakati unapoondoka, so ukitoa hiyo kisu chako, so unaondoka unajua kama kwa wengine wataingia. Toa hiyo kisu, ukirudisha kwa hiyo kitoa wala ukihifadhi kwa mambo yako. Lakini unatoka unaacha kisu kwenye msego, unamaanisha nini? Huyu ni Bangladesh, alikuwa hapa kwenye hii nyumba. Ametoka, mimi nimeingia. Kisu hiki nimechukua msego, una siku 3 nikautupia nje, na shuka nikafua. Lakini msego nikasema nitafua baadaye, leo nimeufua. Nasikia mashini na nguruma, yani sio kawaida. Nakuja kutoa maji na kutana kisu kiko kwenye msego. Hata mwenye nyumba sitatoa, nataka nimuoneshe mwenye nyumba. Sababu alibaki ananiambia kwa nini una haulali kwenye huyo msego na ungaliki sio mchafu? Nikamwambia mimi na sababu ya kufua siwezi kulala kwenye msego wenyewe hauna wa kwangu bila kufua. Mpaka nufue. Umeshasikia? Iko hivi. Inawezekana huyo mama ni mbaya, atakufanyia vibaya ukitoka wala ukiingia. Lakini sisi tuwe makini. Ujue kwanza, inawezekana huyo mama sio mbaya, hana ubaya na wewe. Utatoka, utaingia kwa usalama na utatoka kwa usalama. Sasa inawezekana ule mama kuna mwenye alikuwa naye alifanyia ubaya. Na kuna mwenye alikuwa naye alifanyia vizuri. Kama alimfanyia vizuri, ule mfanyakazi au wa ngozi nyeupe sana hususan wa ngozi nyeupe, anafanya nini? Anasema mimi sitaki mtu arudi hapa. Ni mimi mwenyewe. Mimi ndio nitarudi hapa. Wewe sasa hata kama utakuja hapa, hawatatamani wewe ukae hapa. Watakuwa na mawazo ya kumwaza ule arudi hapa. Wewe kusema sisi tunapata mfanyakazi mpya tutumikishe huyo, hapana, utasubiria ule wa kwao. Na ndiyo maana wanaachaga na zindika madawa yao kwenye wamelala kwenye vyumba vyao. Wakati unafika kwa ile vyumba, hususan wanazindika kwenye sehemu ya kulala. Hakikisha unafua. Yaani hapo namaanisha kama huyu yeye anapapenda, anasema nitarudi. Na anasema nikitoka wanaweza leta mfanyakazi wampende, mimi wanikatae. Atacha nafanya hii jambo. Na sio hili tu, na njia nyingi wanafanyaga hao watu wa ngozi nyeupe. Umeshaviona? Hata Mwethiopia muogope. Na kama wametoka hapo hawaelewani, wameshwana, atafanya kitu, atamfanyia kitu huyo mwanamke, atatoka hapa na mfanyia huyo mama mwenye nyumba. Hata kufaga anapata mfanyakazi atapoikaa hata mwezi. Utakuja kwenye hiyo nyumba, hautaikaa hata mwezi. Kwa sababu ya kitu kenye aliyofanya huyo mama. Wewe utafika unamkataa huyo mama. Huyo mama anakukataa. Huyo mama anakuwa anashangaa, mbona si tangia fulani alitokea hapa wafanyakazi waikae. Kwa ubaya wenye ule mfanyakazi aliachana mfanyie. Sasa nawaambia attention
wakati mnapofika mujihadhari, muwe makini kufanya nini? Kufua msego, shuka, tandiko na chunguza vizuri kama kuna kitu ndani. Unasikia, kwa sababu wana madawa wanachaga. Dawa la kwanza la kisu kutia kwenye msego ni dawa. Hilo kisu kutia kwenye msego ni dawa kubwa sana. Dawa kubwa sana. Mimi nikikuhadisia habari ya kisu kutia kwenye msego, naijua kwa upande wa mzazi mwenye anazaa mtoto. Kuna njia fulani unayotumia kwa usalama wa ule mtoto wako. Lakini kwa njia ya huyu naye sijui kinyo alikuwa anamaanisha. Ndio hivyo, sijui kama mimi ningilala kwenye huyu msego ungenizuru wala ungenizuru, lakini kwa uwezo wa Allah amenilinda sikulala hapo kwenye huyu msego. Niliamua kufua, yani wenyewe ametia vyote, vimekufa, nimeshaufua, nitaulala hapo, hakuna shida. Ndio hivyo ndugu zangu wafanyakazi, mjihadhari, muwe makini.